wote walikuwa wanategemea Yesu, lakini wanafika kwa mtu mmoja ambaye ana mahitaji, mtu ambaye ni mlemavu, mtu ambaye hawezi fanya kazi, mtu ambaye ameteseka tangu tumboni mwa mama yake, hata wale wana uzima. Ametamani kutembea kama wewe, ametamani kutembea kama mimi, ametamani kutembea kama wengine. Amekuwa shida kwa watu. Amekutana na wanaume wanaitwa Petro na Yohana ambao ni wanafunzi wa Yesu. Hao wanafunzi wamefika kwenye mlango mzuri. Huyu mtu ametarajia fedha ashipishe tumbo lake. Amesahau yeye ni mlemavu wa miguu, amesahau nafaa kutembea, ametarajia tumbo lake, lakini amesahau uzima wa milele. Mwanaume anakuja anaitwa Yesu, anakutana na wanaume Petro na Yohana, wanaenda kwenye mlango mzuri, wanakutana na mlemavu. Mlemavu anaweka mikono, inatarajia kupata fedha, lakini mpendwa sikiliza, hakupata pesa, hakupata vitu za ulimwengu. Alitembea kwa miguu zake, maana aliweza kuponya na wanaume wawili. Matarajio ya moyo wako yabadilike, matarajio vitu vidogo vidogo itoke, tarajia vitu vikubwa katika jina la Yesu, tarajia miujiza mikubwa katika jina la Yesu. Wanaokujenga leo waipishwe mbele zako, waipishwe ukisonga, waipishwe ukiinuliwa, waipishwe ukiinuliwa, waipishwe katika jina la Yesu. Kuna watu wanafanikiwa. You are praying that God, nahitaji watoto wangu wasome mpaka university, lakini Mungu ataona university. Amesema ni form 4 na wanapata kazi. Mungu amekurahisishia nafasi ya hawa watu wasiende kuanza pesa university. Mungu ameamua kufanya muujiza katikati, amekupa baraka. Bwana ameamua kuachilia muujiza juu yako. Hautalia tena, machozi yako waje yafike mwisho. Bwana Yesu awepo awali wa blood. Today machozi yako yafike mwisho. Mpendo umelia vya kutosha, mpendo umehangaika vya kutosha. Leo inuliwa na Yesu katika jina la Yesu. Wewe ni mboni ya Bwana wa kupikapo vita. Yesu atasimama na wewe. Wakusemapo maneno mengi, Yesu atasimama na wewe. Kuna wanaume mbele kwa Yesu, wanaume. Yeye ni shujaa. Akiamua kushuka na malaika Mikaeli, adui zako watapepetwa kama mawimbi. Watakuachilia wewe ukiinuliwa, watakuachilia ukifanikiwa. Hakuna atakayefunga baraka yako. Yesu akisimama, utafanikiwa katika jina la Yesu. Wewe ni kisasi ambacho kinabarikiwa. Wewe ni kisasi ambacho Bwana amekiangalia. Wewe ni kisasi Bwana anakipima kwenye anakipepeta. Wewe ni mawimbi ama wewe ni kamilifu. Unapepetwa kwenye majaribio, unapepetwa kwenye uteo, unapepetwa mpendwa. Usipepeteke ukaenda na upepo. Tumilia, wewe ni mbegu ya hai. Wewe ni mbegu iliyo hai. Hautaangamia mpendwa. Wewe ni mbegu inayoishi katika jina la Yesu. Wakupepetapo waje kwenda na upepo. Wakuongeapo waje kuhangaika na hiyo maneno yao. Jua wewe umeitwa na Mungu, na Baba Mungu atakupea neema ya kuishi tena. Wasemapo atakufa, Yesu akasema wewe mwanamume, wacha asimame aone miujiza. Waliotarajia kumpa sadaka wakumpea sadaka tena. Maana alikuwa na nguvu za kutembea kutafuta kazi, alikuwa na nguvu za kutembea kwenda kufanya kibarua, alikuwa na nguvu za kufanya kila kitu, kwa sababu Yesu amemponya miguu zake. Ninaomba ufunde unaokalia maisha yako kuachilie, upate nguvu tena za kutembea, upate nguvu tena za kurejea katika jina la Yesu Kristo. Leo muinuliwe na Bwana. Leo mkutane na Yesu Kristo. Leo mkutane na mwanaume anaitwa Baba. Akiamua kufungua nyayo zako, hata maadui zako, utapita katikati yao na watakuona. Utawapiga kwa kupigwa na watakuona, kwa sababu umechawa na nguvu za Mungu, kwa sababu umechawa na uwepo wa Bwana. Katika ibada ya leo umechawa na uwepo wa Bwana. Katika ibada ya leo mkutanike na Mungu katika jina la Yesu. Hakuna silaha itakayoinuka juu yako. Watakuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7, by fire, by holy, by the power of Holy Spirit, in the name of Jesus. Kila mtu libarikiwe. Kwenye kitabu cha Yohana ya Matendo ya Mitume, the book of Acts, listen today, the book of Acts, there's a miracle. Some people, they think the miracle, muujiza unakuja kwa sababu umeomba sana. Miujiza ingine hata wewe ni kafiri inakukujia. Your faith, imani yako inakabidhiwa kwa Kristo peke yake. Praise the living God. Haisi uwepo wa Bwana wote
Yesu hapo Bwana ushuka kwa watu wengi na kizazi chenu. Pahali unaona hakuna njia, Bwana Yesu atengeneze njia. Penye unaona kuna machozi, Bwana Yesu afute machozi. Penye unaona watu wako wanakusumbua, ambia Mungu hatanisumbua tena. Hii ni kizazi kitaule. Ambia Mungu familia yako haitanisumbua tena. Hii itasimama kama mti uliosimama katika kando ya maji. Haleluya. Angalia kama mwenye haki anapoanguka atasimama tena. Mwenye haki anapoanguka atasimama tena mpendwa. Kwa mwenye haki, pendwa, ukiasikia watu hautahubiri injili, ukiasikia watu hautaimbia Mungu, ukiasikia watu hautamtukuza Mungu, yataisha. Wewe ni mbegu iliyo hai. Na mbegu iliyo hai, hata kando yake kuna kwekwe zinakuja zinaangalia, zinatamani mbegu iliyo nayo. Wewe ni mtoni wa Bwana, inuliwa na Bwana. Wewe ni shujaa, komaa na Yesu katika jina la Yesu. When you read the book of Acts chapter 3, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mama yake. Mtu mmoja alikuwa kiwete toka tumboni mwa mama yake. Wewe umezaliwa ukiwa kipofu, umezaliwa ujui mimi nitatembea lini, umezaliwa ujui wewe utakimbia lini, umezaliwa kwenye shida. Inafananishwa na mtu ambaye amepitia kwenye mateso na shida. Maana unajua hata kwetu gari itawainuliwa, unajua kwetu hata ipo na kitu fulani, lakini mwanaume anaitwa Yesu amekuja, akaona yule ulemavu wote unaisha, anaondoa dhaifu wote katika miguu. Wewe umezaliwa ukiwa mlemavu. Kristo anajua ni kwa nini umezaliwa kwa hiyo hali. Umezaliwa kwenye familia inachukiana, umezaliwa kwa familia haipendani, umezaliwa kwa familia ambayo ni ya shida. Kristo anajua baada ya ubaya kuna uzuri, baada ya mateso kuna amani. Ni kwa nini watu leo wanafungua kazi wanafunga kazi? Kwa nini leo watu wanafungua biashara wanaanguka? Jamii waliozaliwa ndani ni jamii isiyostahili hiyo maneno. Lakini huyu mtu akisimama na Yesu atavunja ile uvunde wote, na mtakuwa kizazi barikiwa katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Angalia kwenye mstari wa baraka, mstari wa 6. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Unajua hapa hakuambiwa ninakuombea upone. Hapana, tuelewane wapendwa. Command, one command only. Nilicho nacho nakupa, usimame uende. Mpendwa, simama na uende. Miguu zake hakuamini kwa macho yake anaweza akasimama. Hakuweza. Mpaka kahitaji nguvu za dharura za Petro kumshika kumnyanyua. Mpendwa, tamani malaika wa Bwana kunyanyue tena. Tamani katika maisha umepitia ndani uinuliwe tena. Kristo atakapokuwa ameshuka ndani mwako anakunyanyua upya. Unakuwa kizazi cha baraka. Na tamani watoto wenu, na kutamani wewe mwenyewe, na kutamani familia yako iweze kuona mwanga baada yako. Bwana Yesu aleta ushindi katika jina la Yesu. Hata kama umezaliwa kwa familia ambayo watu wapendani, kuwa mtu wa baraka kwa hiyo jamii, leta amani. Hata kama umezaliwa kwa familia ambayo watu wanauana, kuwa mtu kusimamisha hiyo mauti katika jina la Yesu. Hata kama umezaliwa kwa familia ambayo watu wanarogana, kuwa mtu ambaye unasimamisha ile uchawi kwa damu ya Yesu. Kuwa mtu ambaye unapigana vita. Malaika Mikaeli mwenye vita atakapokuwa ameshuka, hawataona zile vita tena, maana umejazwa na nguvu za Mungu. Wewe ni kama simba. Wewe ni Daudi ambaye Bwana amekupa jiwa na kumaliza Goliathi. Mpige Goliathi kabisa, usiache. Ukipata nafasi ya kupigana na Goliathi, waje kutafuta vitu vikubwa. Simama na neno la Bwana ambalo wanadharau ndani mwako. Tangaza injili mahali pale, wajua umekombolewa, wajua wewe umeitwa na Mungu. Haleluya. Wakati mwingine tunapitia shida, wakati mwingine tunaona mateso, lakini Petro anatuambia ulicho nacho simama na uende katika jina la Yesu. Simama na uende katika jina la Yesu. Huyu mtu hakuamini nimepona, huyu mtu hakuamini niko sawa, mpaka Petro anashika mkono na mnyanyua. Ndio mtu anaona kumbe nimepona. Naomba Bwana surprise maisha yako na miujiza. Bwana Yesu afanye miujiza zenye watu hawatajua imetokea wapi. Waambie kwa Yesu kuna miujiza.
Lakini kuna jambo mzuri ambaye watu walisema, usimuulize mtu. Maana huyu mtu alipotoka pale hakuangalia tena pesa yake, alikuwa ametoa pale mlangoni. Yeye kazi aliyofanya hakufika kwenda nyumbani. Alienda kusana na dukani. So watu waliokuwa kwenye kanisa wanaomba, wanaangalia sana. Wanaangalia sana. Wakati hapa ni kubaya. Nataka nikutie moyo upendo. Yakobo wakati alishikwa, bishi Jack, unaelewa? Yakobo wakati alishikwa, kanisa alikuwa anapenda kuomba. Aliona tu amejawa na nguvu za Mungu, ako sawa, Mungu atampigania. Kanisa mwenye leo kila maneno kufundisha. Wakati Yakobo amekamatwa, amepelekwa kwa maliwali, kanisa alikuomba. Waliamini imani ya Yakobo inaweza kumtetea. Waliamini imani ya Yakobo inaweza kumtetea. Ripoti ikawakujia. Jamaa mlikuwa mnangojea aombe mwenyewe, ameshakatwa kichwa. Kanisa likashtuka. Walipokuja kumshika Petro tena, wakampeleka huko. Kanisa likakasirika. Kanisa likakasirika. Kama walio Yakobo, huyu Petro watamuua. Kanisa likasirika, likaingia kwenye maombi. Kanisa liliomba sana, likauliza Mungu, likapigana sana na Mungu. Lakini huyu Mungu ni nani? Akasikia maombi ya kanisa. Akatuma malaika pale gerezani. Akampiga Petro kwa pafu. Nifanye. Petro ikapata malaika. Kwa sababu gani? Maombi, kanisa lilikasirika kwenye maombi. Kanisa mnapoomba, kuna miujiza zinafanyika kwenye kijiji chenu. Kuna miujiza zinafanyika kwenye boma lenu. Kuna miujiza zinafanyika penye umezaliwa. Kwa sababu mmemtingiza nguvu za Mungu. Hautawacha Yakobo tena wawe, ile Yakobo atasimama tena. Kwa sababu una nguvu za maombi katika jina la Yesu. Amen bila kukoma. Kesheni na kusali. Saa yacha hujui saa wala wakati. Mwili huja kuvunja na kuiba. Lakini wana wa Adamu, mwokozi wa dhambi, hawatetee katika jina la Yesu. Wana wa Adamu hawasimamie katika jina la Yesu. Simama kwa miguu zako. Simama kwa miguu zako.